Yawezekana ulishafanyaga utafiti au unashangaa pengine kwamba kwa nini watu hupenda kumsikiliza mtu ambaye anafundisha mafundisho ya kishetani. Wanapenda kumsikiliza mtu ambaye anawadanganya. Lakini ni ngumu sana kumkuta anamsikiliza mtu ambaye anamwambia ukweli. Ni ngumu sana kumkuta mtu anasikiliza vitu ambavyo ni vya Mungu, lakini yuko lazi kusikiliza mambo ya mashetani. Ni unabii ambao ukisha kutabiriwa wa nyakati za mwisho. Wakati nyakati za mwisho watu watajitenga na imani na watasikiliza roho zinazowadanganya. Hawatakubali kusikiliza roho zinazowaambia ukweli. Kitabu cha Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 na mstari wa kwanza. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Yaani kwenye mafundisho ya mashetani ndio utakuta watu rundo. Hata najiuliza hawa watu wanafuata nini hapa? Hapana. Wamekwisha kujitenga na mambo ya imani. Wamekwisha kujitenga na mambo ya kumtukuza Mungu. Ndani yao ibada ya Mungu imekwisha ondolewa. Hizi ni nyakati za mwisho. Kwa mtu wa Mungu, nataka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba unapoona moyo wa ibada kwa Mungu unapoa, unapoona habari za Mungu zinakukela, ujue ya kwamba shetani anaua moyo wa ibada, anaua moyo wa imani ya Mungu ndani. Na hii ni roho ambayo inafanya kazi nyakati za mwisho, kwamba mtu yuko lazi kusikiliza roho zidanganyazo kuliko kusikiliza roho wa Mungu anasema nini kupitia watumishi wa Mungu mbalimbali ambao wamejikana nafsi zao kutangaza neno la Mungu la kweli. Kwa sababu kutangaza neno la Mungu la kweli ni kujikana, kuikataa dunia na kumpenda Mungu, kama ilivyoandikwa kitabu cha waraka wa Yohana, kama ikisema ya kwamba apendai dunia hawezi kumpenda Mungu, na ni adui wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nisikilize vizuri na itakusaidia kwamba wakati wa mwisho ni nyakati ambazo watu wamejitenga na imani na kukubali kumsikiliza shetani, si kwa hiari yao. Hapana, moyo wa ibada umekufa, moyo wa kumwamini Mungu umekufa. Shetani anaua mioyo ya watu katika kumwamini Mungu. Imani zinapotea. Unakuta mtu alikuwa hot, alikuwa joto la Mungu liko ndani yake, alikuwa moto, ghafla lile joto linapotea, si kwa sababu ni yeye, na ghafla alikuwa hapendi hata kusikiliza miziki ya kumkufuru Mungu, miziki ya kidunia anaanza kusikiliza, anakuwa na ile hamu. Kwa sababu gani? Ule moyo wa kimungu umekufa ndani yake. Ndio maana Daudi anamwambia Mungu kile kitabu cha Zaburi ya 23, uniuishe nafsi yangu katika haki. Maanake nafsi ya Daudi ilikuwa imekufa kwa habari ya haki. Inawaza kutenda maovu, haitaki kutenda mema. Kwa kuna wakati mtu nafsi yake inaweza ikafa, asiweze kufanya yaliyo ya Mungu na akaweza kufanya yaliyo ya shetani. Hiyo ni hali ya kawaida, inaweza katokea. Hasa hichi kipindi cha mwisho cha nyakati hizi za kurudi kwake Bwana Yesu Kristo, shetani ameachilia roho ambazo zinaua mioyo ya watu katika kumwabudu Mungu na katika kumwamini Mungu. Kwa niko hapa nikuombee. Kama imani yako ilikuwa imeshuka, imani yako ilikuwa imepotea, moyo wa ibada umekufa, hata kwenda kanisani unaona ngumu, ninakuombea katika jina la Yesu. Mungu ainue moyo wako tena. Kama alivyomuuisha Daudi katika haki, akuuishe na wewe kwa jina la Yesu. Moyo wako wa ibada urudi, moyo wako wa maombi urudi, moyo wako wa imani urudi, moyo wako kumsikiliza Mungu, kusikia mahubiri, kusikia kwaya urudi, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana.